Shalom na wasalimu katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo ameziachilia katika maisha yetu kupitia Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa afya aliyotupa na uzima na nguvu kupitia Yesu Kristo. Ni jambo jema sana na la baraka katika maisha yetu Mungu kututhamini na kutupa kipaumbele katika yote ambayo yako katika maisha yetu. Namshukuru Mungu kwa sababu yeye huwa anafanya mambo yasiyowezekana kuwezekana. Yeye huwa anatatua kesi ambazo zimeshindikana kutatulika kibinadamu. Yeye huwa anaponya magonjwa ambayo madaktari wameshindwa. Ni kwamba kitu chochote ambacho kinashindikana katika uelewa wa kibinadamu, ujue hicho ni cha Mungu mwenyewe. Ni hakika kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. Lakini Mungu kutupa nafasi na vipawa mbalimbali kama madaktari, ina maana kuna vitu ambavyo yeye alipenda tuvitatue na akatupa huo uwezo wa kuvitatua kwa namna mbalimbali. Lakini kuna mambo ambayo yanakuwa ni ya kiroho, mtu hawezi kuyatatua mwenyewe, ila Mungu ndo anatakiwa atatue mwenyewe. Kuna mambo ambayo hali ya kawaida ya kibinadamu haiwezekani. Kuna mambo ambayo hata madaktari ni vitu ambavyo viko nje ya uwezo wao, lakini hayo mambo yanamhitaji Mungu mwenyewe. Hayajalishi, hayaangalii wewe ni dini gani. Yanachoangalia unamwamini Mungu yupi na umemkiri nani kwenye maisha yako na unamtegemea nani. Ndicho kinachoangaliwa zaidi. Na imani yako ni imani iko kwa nani. Ni hicho tu. Kwa hiyo sasa kuna vitu vingi ambavyo kiukweli pengine umejaribu kuvitatua kwa hali ya kibinadamu umeshindwa. Umejaribu kuongea na watu mbalimbali lakini imeshindikana. Nataka nikwambie leo au nikutie moyo au nikujenge au nikupe ushawishi kwamba nenda kwa Mungu, mweleze. Mwambie anza hivyo ulivyo. Mweleze hata kama hujawahi kuongea na Mungu. Unajua kuna kesi nyingine hazihitaji ushauri wa mtu. Manake kama ni ushauri umeshauriwa sana lakini imeshindikana. Kwa kuna kesi nyingine zinamhitaji Mungu mwenyewe aingilie kati. Na ili Mungu aingilie kati anahitaji imani yako kwake. Anahitaji uelewa wako kwake. Anahitaji umjue yeye, kwa sababu bila kumjua yeye na bila kumwamini yeye na bila kuwa na imani kwake, hakuna kitakachoendelea kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri utafute sana kumjua Mungu. Umwendee Mungu na utake kumjua na utake kujua nguvu zake. Uamini kwanza uweza alionao wa kutatua mambo na kutoa majibu kwa vitu ambavyo havina majibu katika hali ya kawaida. Mungu awabariki sana. Ninawapenda.